Deputy President, viongozi ambao wako hapa na wananchi kutoka kaunti ya Tharaka Nithi, hamjambo? Hamjambo tena? Asante. Mimi pia nimehudhuria mkutano yenu. Leo nilisikia hapa Karen ni International Tharaka Nithi Day. So nikasema hata mimi wacha nikuje nione vile mtafurahia na vile mtakaa hapa. Ile kitu tu kidogo sijafurahia, nilikuwa nimesikia kabla ufike Kimani walikuwa wametangaziwa kwamba swimming pool wataruhusiwa kuingia ndani. So nilikuwa nangoja hiyo part sana. Lakini naona karibu inafika saa 10 sasa, nashangaa wataogelea saa ngapi? Unless watu wako na mpango hawataki waingie kwa hiyo swimming pool. Ya kwanza ningependa kutoa hakikisho kwamba kama vile naibu wa rais amesema, yeye hutualika katika vikao hivi ambapo anapatana na counties tofauti na Wakenya kutoka sehemu mbalimbali, ili hata sisi tusikize maoni ya Wakenya kuhusu maneno ambaye yale wangependa serikali iweze kuzingatia katika kaunti zao. Ndiposa wakati maneno hayo yatafikishwa pale bungeni, tuweze kuyaharakisha na kuhakikisha kwamba yamepitishwa vile ilikubalianwa hapa katika mkutano. Kwa hivyo ninatoa hakikisho kwenu bila shauku kwamba wakati haya maneno yote ambayo mmesema hapa katika nyumba hii, kikao na naibu wa rais, itafika pale katika bunge yetu ya Senate, nione ndio hii maneno ya watu wa Tharaka Nithi nitapitisha na speed ya stima. Nitapitisha hivyo kwa sababu mimi mentor wangu aliyenifunza hii kazi sio mwingine bali ni huyu naibu wa rais Kithure Kindiki. Wakati nimeingia Senate, yeye ndiye alikuwa amekalia hii kiti ambayo nimekalia siku ya sasa. Yeye ndiye alikuwa majority leader. Kwa hivyo yeye ndiye ametufundisha kazi, ametulea. Kwa hivyo kazi yake mimi siwezi kuchelewesha. Mambo yenu nitahakikisha imechungika na imekaa vizuri vile inafaa. Ya pili, mimi najua hivi vikao ni vya maana sana. Kwa sababu wakati tulikuwa tunafanya kuweka miundo msingi ama foundation ya UDA na Kenya Kwanza, tulikuja hapa katika hii nyumba ya Karen Residence, na tulikuwa tunakuja kikundi ya county by county, tukiandika ile ilikuwa inaitwa charters, tukisema wakati utapata naibu wa rais utufanyie hii na hii na hii, na kila county zote 47 walikuja hapa, and even various sections and departments, the creative economy, sports, farmers, wote walikuja hapa. Makosa tu ilitokea kwa sababu baada ya sisi kuingia serikalini, hivi vikao havijawahi kufanyika tena. Hiyo sasa kukapoteza network kati ya mwananchi pale chini na serikali kuu hapa juu. Unajua mwenye alikuwa hapa pengine hakukuwa na uzoefu wa kazi vizuri. Yeye kazi yake aliona afadhali kazi ingine tofauti kushinda hii yenye Deputy President anafanya. Rais kuna kazi ambayo anaweza fanya, lakini lazima pia uwe na msaidizi. Sababu hii kazi ya rais ni kazi kubwa. Na ukipata msaidizi kama huyu ambaye tuko naye kwa sasa, then kazi inakuwa rahisi. Lakini ukiwa na naibu wa rais kama ule alikuwa naye, hata ukue nani, na kuambia utakwama kutoka asubuhi, kutoka Januari mpaka Disemba. Sababu wewe unangangana, unasukuma, lakini hakuna mwenye anakushikia mkono. Nyinyi mmesikia address ya Professor Kithure Kindiki for 1.5 hours advocating and talking to the country through the people of Tharaka Nithi, line item by item, kuhusu mipango ya serikali, ya uchumi, ya kilimo, ya wapi for 1.5 hours. Mimi nataka niwaulize nyinyi, si nyinyi ni wa Kenya? Nitafutie speech ya ule jamaa wa Mitego ambaye alikuwa hapa, hata ya dakika 2 akiongea kuhusu maendeleo katika Mount Kenya. Wachana Kenya, hata hiyo Mount Kenya ambaye analia kuhusu.
I challenge any Kenyan. Give me a speech of 2 minutes of Rigathi Gachagua speaking about the development agenda and government policies about the Mount Kenya region people. Just Mount Kenya. I'm not talking about Kenya. Kenya ni tofauti. Iko pali naweza patikana. Kuna siku mwahi sikia. Sasa kama agenda yako ni fitina, propaganda, uongo, kazi itakwama ama itakwama? Si itakwama. Ndio maana mimi namruhusu, namshukuru Deputy President ambaye tuko naye kwa sasa. Sababu unajua hii vitu lazima wewe kama kiongozi uelewe kwanza. You know you cannot implement what you don't understand. You have to first understand it. Listening to Professor Kindiki, see, you can appreciate that he understands what the government is doing. And he has a plan. Do you have a doubt anymore kwamba Kenya Kwanza will deliver on the things that it promised the people of Kenya? Ndio maana nakubaliana na what Pato was saying, kwamba kazi imepata mtu, imepata mwenyewe, sio mtu kupata kazi. Unajua vile alisema kweli, ni mtu tu alikuwa amepata kazi, na kwa bahati mbaya hakujua hiyo kazi ni gani. Alifikiri kazi ni hiyo kusema, mlima imefanya hii, mlima imefanya ile. Hasa kwa bahati mbaya tukakwama. Mimi namshukuru because unajua huyu mheshimiwa Kimani Ichung'wah na mimi ndio tunasukuma agenda ya serikali. Any bill, sheria yoyote ambaye inaletwa na serikali kwenda bunge inapitia mikono yetu. Lakini kabla ikuje kwa bunge inapitia first kwa cabinet, ambaye subcommittee ya cabinet chair wake ni Deputy President. Wakati mimi namuona Rigathi anasema ati sijui SHA haifanyi, na ni yeye alipitisha kwa hii mkutano, basi nakubaliana na wale wanasema kwa kweli haelewi hii maneno. Because huwezi pitisha kitu kwa cabinet alafu wakati umetolewa kwa kiti unasema hii kitu haifanyi kazi. Wewe ulipitisha nini? Ile sheria sisi tunapitisha bunge inaanzia kwa cabinet kwanza, inapita, alafu Attorney General anatuandikia barua, anasema serikali inataka kufanya hivi na hivi, tafadhali wabunge wetu mtusaidie kwa hii mipango. Kwa hivyo mimi nikiona ile maneno inaendelea, nasema unajua alikuwa ameongea maneno mingi, sijui ilikuwa wapi, mahali hapa Karen juzi. Na mimi nikiangalia Kimani, mimi sifikiri wale watu walikuwa wanampigia makofi, walikuwa wanamjekelea, lakini hakuwa anajua. Unajua saa nyingine unaweza ongea watu wanakujekelea na wewe unafikiri wanacheka na wewe. Sasa walikuwa wanaangalia, wanashangaa hii maneno gani? Watu wa Tharaka Nithi. Kwa vile tumeongea hapa na mimi nimeamini ile maneno mmesikia mkisema. Naibu wa rais alikuwa anawapigisha kura, anasema tutatembea barabara hii pamoja, tutafanya hii na ile, na mlikuwa mnajibu mnasema tutatembea hiyo barabara vizuri. Na mimi nikipima ni ukweli vile mmesema. Kama tutafanya hivyo, hakuna chochote ile ambaye mmesema ambaye haiwezekani na haitafanyika ndani ya muhula huu. Siongei mambo ya muhula ambayo nakuja katika hii mwaka ya 2025, 2026 na 2027. So acha mimi niwahakikishie, sitaki kusema mengi zaidi ya hapo, sababu najua mumesafiri kutoka mbali na bado mnataka kuogelea na mzunguke muone. Unajua hii compound ni yenu sasa, na mpige picha kila mahali kabisa, ili watu wajue leo mlikuwa katika seat of power. Si ni kwenu hapa leo. Ama unajua, waje niwafunze kitu moja tu Kimani, nimalize ya mwisho. Naibu wa rais sio kiti kidogo. Naibu wa rais, saa ile rais hayuko Kenya kama kwa sasa, wakati kitu yote inatokea kwa nchi, hakuna mtu mwingine anaulizwa, ni huyu mtoto wenu Profesa Kithure Kindiki. So hapana rudisha yeye kwa maneno kidogo kidogo ati mnataja fanya hii. Ndio zamani alikuwa wenu, lakini sasa ni wa Kenya mzima. Can you imagine? Hata mkirudi mashinani muambie watu msilete mchezo, tumerudi huko. Kijana yetu wako mahali mzuri. Na ule mwenye anaulizwa mambo ya Kenya sasa ni mtoto wa Tharaka Nithi County, pahali nyinyi mnatoka. And I believe because this is one of the marginalized counties in this country, even that opportunity, he will use it to ensure that the people of Tharaka Nithi are brought
to the level of other regions of the country that have enjoyed proximity to the seat of power. Because I know Professor Kindiki believes in equality. Last thing, Mheshimiwa Ichung'wah, this is for Governor Muthomi Njuki. Around 2021, tulikuwa na ile third generation formula ya maneno ya counties. And this is important, I say, because the governor is here. Mimi nimesikia paka kina Jiji wanamwambia governor maneno ya county, sijui barabara gani. Mimi sijui mambo ya Tharaka Nithi sana na sijui siasa yenu. But at least there's something I know, that there are counties, and amongst them is Tharaka Nithi County, that their allocation ya national revenue is fairly skewed in a way that it makes the counties almost not economically viable because ya ile pesa ambaye wanapata. Ukilipa wafanyikazi na ufanye vitu moja mbili, maneno inakwisha. Now CRA have submitted last week, wametuma kwa ofisi yangu the new formula ambaye inatumika kutoka 2025 mpaka 2029. Kile amendment moja, sijui committee itafanya nini, but one of the proposals which I am deeply convicted about is that there must be a floor ceiling, yani money beyond which certain counties cannot get hata apply whichever formula. Ndio ijulikane at least ukishalipa mishahara na ile maneno ingine ambaye nafanya, a county must be left with a significant percentage, at least 30% for development. Na hiyo ninaomba sana Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, sababu najua hapo ndio huwa tunatofautiana na you our colleagues including akina Pato na Kareke kwa National Assembly. Make our counties viable also. In many parts of the country including Tharaka Nithi, it is the only semblance of government wananchi wa kawaida wanajua na inawakaribia. Ndio serikali kuu inafanya kazi, lakini pia we make our counties to perform optimally by funding them sufficiently. Sitaki kuzidi kutoka hapo.